Naam, uhari gani mwanafamilia wa Mapro Updates, karibu sana katika segmenti ya kiburudani ambapo tunapata habari mbalimbali za kiburudani ambazo zimejiri na tumekuwa tukikuwekea hapa kila siku upate kufahamu yale mengi mazuri na ambayo yamekuwa yakitrend katika social media, lakini pia yale ambayo yana trend katika mitandao yote ya kijamii. Ni kusitu kwamba hujaungana nasi kisha unabonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama kengele ili usipitwe na taarifa mbalimbali muhimu ambazo zitakuwa zikiwekwa hapa kila siku. Yes. Leo bwana, kulikuwa na ile harusi rasmi sasa ya mtoto wa tajiri mkubwa sana kule Katoro, na wengi wamekuwa wakimuita GSM wa Katoro, ambaye send off yake ilikuwa ni moja kati ya send off ambazo zilitrend sana na zika make headline. Tuliona digital platforms zimechafuka, social media nyingi sana ziliripoti kuhusiana na kile ambacho tajiri huyu alikifanya katika send off ya mwanawe. Moja ya matukio ambayo yalipelekea kuifanya Katoro iwe maarufu sana, lakini pia ilipelekea kumfanya tajiri huyu kuweza kuwa miongoni mwa watu ambao sasa walianza kufuatiliwa kwa karibu, lakini pia walikuwa ilifanya ionekane Katoro kuna matajiri ambao wanaweza kutikisa nchi, and that's why tukio lile liliweza kufana sana. Sasa leo hii bwana, katika ile harusi ya mwanadada huyo ambaye ni mtoto wa tajiri GSM wa Katoro, aliweza pia kualikwa Mwijaku. Kumbuka Mwijaku na Doto Magali waliweza kuponda kwamba Katoro wamefanya vitu kama si vitu ambavyo vigeni kwa watu wengine, na waliongea mambo mengi kuhusiana na utajiri wao and stuff like that. So leo hii bwana, baada ya kualikwa Mwijaku wamefika Katoro, na wengi walikuwa wanatazamia nini atakiongea, kwa sababu alisema matajiri wa Katoro hata nyumbani wanakokaa ni nyumba za ajabu tu, haziwezi kuifikia hata ghorofa yake. Lakini leo hii katika mengi aliyoongea Mwijaku bwana, ameweza kusema kwamba kiukweli, nimeamini kwamba nyumba yangu ni takataka tu, kwamba matajiri wa Katoro wamejiwekeza kweli kweli. Nimeona mijengo ya kisasa, lakini pia maghorofa ghali kabisa, na vile vile nimeshuhudia kwamba kuna matajiri wakubwa kuzidi Dar es Salaam. So kile ambacho alikisema wiki iliyopita kimekuwa ni tofauti na hiki ambacho anakimaanisha siku ya leo, baada ya kupata mwaliko huo kuweza kuhudhuria shughuli hiyo. Na hapa kama unavyomuona, aliweza hadi kucheza na kuonesha ni kwa namna gani amefurahishwa na uwepo wake pale. Wewe unafikiriaje na una comment gani? Tuandikie kwenye drop comment kwenye comment section, subscribe, like na kushare. Asante na kwaheri.